Storygift Mwamba. Karibu tena katika mwendelezo wa simulizi hii nzuri na ya kusisimua. Ikiwa ndio kwanza unaungana nasi na bado hujasubscribe YouTube ya Gift Mwamba, naomba fanya hivyo ili usipitwe na mwendelezo wa hii simulizi nzuri, ambayo na hakika mwisho wa hii simulizi kuna vingi utakuwa umejifunza na hutobaki kama ulivyo. Kisa cha mapenzi, episodi ya 6 inaendelea ilipoishia. Siku iliyofuata anaonekana John akiwa nyumbani kwake, na alikuwa ni mtu mwenye furaha sana, huku akikusanya picha ambazo alikuwa amepiga na mke wake. Alichukua kila kitu ambacho kinamhusu mke wake na kutoka navyo mpaka nje. Baada ya kufika, alienda moja kwa moja sehemu ya kutupia uchafu na kutupa picha zile pamoja na nguo ambazo zilikuwa zimebakia za mke wake, na kisha kuchukua mafuta ya taa na kuzimwagia, kisha akatoa kiberiti na kuwasha moto, huku akisema, sitaki kuona kumbukumbu yoyote huyu mwanamke ndani ya nyumba yangu. Mimi na yeye tumeshaachana, na mimi naanza maisha yangu mapya na mtu ambaye amenibebea mtoto. Baada ya kukamilisha hilo zoezi, alitoa simu yake na kupigia simu, na alikuwa anampigia Happy. John akasema, Happy kipenzi changu, natumaini uko poa kama mimi. Sasa nataka ufanye kitu kimoja. Leo fanya kila unaloweza, leo uje nyumbani kwangu, nina mazungumzo na wewe muhimu sana, please mpenzi. Happy akasema, hilo ndo shaka, ngoja nifanye mpango, nafikiri kuanzia saa 10 jioni mimi nitakuja huko. John akasema, sawa mpenzi, na kungoja, kwani pia nimekumisi sana kipenzi changu. Upande wa pili anaonekana mke wa John baada ya kufukuzwa na mume wake, akiwa na wazazi wake. Na mke wa John anasema, mama na baba, kiukweli toka nimeolewa na yule mwanamume nimeishi katika mazingira magumu sana, maisha ya masimango. Sema vingine nilikuwa siwaambii tu wazazi wangu, ila Mungu ndiye anayejua mapito ambayo nilikuwa napitia. Amekuwa akinipiga, mbaya zaidi anaweza akaongea na mwanamke mwingine mbele yangu, na yoyote inatokana eti kwa sababu mimi sishiki ujauzito, na wakati nimekuwa nikimwambia twende hospitali wote tukajue tatizo nini, lakini yeye hataki na kusema mimi ndo mwenye tatizo, yeye hana tatizo, wakati mimi nilishaonda hospitali nikaambiwa sina tatizo. Ni vyema niende na mume wangu ili ajue tatizo liko kwa nani ili aweze kutusaidia. Mama akasema, mwanangu, hiyo sikukupe shida kabisa. Kila kitu kina makusudio yake. Huwezi jua Mungu anakuepusha na nini kwa huyo mwanamume. Wewe usifosi, bali mshukuru Mungu kwa kila jambo. Baba naye akadakia na kusema, mwanangu, hiyo sikusumbue kabisa, sisi wazazi wako tupo. Utakaa hapa, nawe bado ni mzuri sana. Mungu atakupa mume mwingine ambaye ni sahihi kwako, na pia kwa yote aliyokufanyia huyo mwanamume, Mungu atakulipia mwanangu. Nachokuomba, sitaki tena nione unalia kwa hili. Sahau kila kitu, sawa mwanangu? Mke wa John akasema, sawa wazazi wangu, nimewaelewa. Yote namwachia Mungu. Siwezi fosi maji kupanda mlima. Upande wa pili anaonekana Daudi akiwa amekaa sebuleni akiangalia TV, na ilikuwa ni usiku sana, na kila mara alikuwa akipiga simu ya mke wake bila kupokelewa, na alikuwa anaongea peke yake. Huyo mke wangu atakuwa ameenda wapi? Mbona hata simu yangu hapokei? Hivi atatokaje na kuchelewa kurudi wakati yeye ni mjamzito? Ni maneno ambayo alikuwa anaongea peke yake Daudi. Upande wa pili anaonekana Happy akiwa amejilaza kifuani kwa John, huku akiwa na furaha sana. Na John anasema, yani katika siku ambazo nilikuwa nazingodea kwa hamu, ni siku hii ya mimi na wewe kuwa pamoja tena nyumbani kwangu mimi. Happy, nakupenda sana, nipo tayari kufanya chochote ili mradi usikae mbali na mimi, naomba tuishi pamoja. Happy akatabasamu akasema, tuishi pamoja mara ngapi? Mimi sasa hivi nimeshakuwa mali yako, nipe tu siku 3, nitakuja kabisa kukaa huku, na yule mwanamume hawezi sema chochote kwangu tena. Umeona anapiga simu, sina haja hata kuipokea. John akasema, ina maana hatakuja huku ujampata taarifa yake? Akasema, nimpe taarifa kama nani? Hana cha kusema kwangu, na hivi anajua nina ujauzito wake. Ndio kabisa, amekuwa zezeta kabisa. Wanaonekana John na Happy wakicheka sana na kukumbatiana. Kesho yake kulipokucha, anaonekana Daudi akiwa amelala sebleni, na mara alisikia mtu akigonga mlango. Alinuka na kwenda kufungua mlango na kumkuta ni mke wake. Daudi akasema, mke wangu, hivi na matatizo gani, na ulikuwa wapi mpaka unarudi asubuhi hii? Napiga simu yako upokei kweli? Happy alimwangalia mume wake kwa dharau na kusema, kwanza nimechoka, sitaki kelele kabisa, nahitaji kupumzika. Mimi ni mtu mzima, najua nilikuwa wapi, washukuru nimerudi, au mengine achana nayo, huku akiingia chumbani na kumwacha Daudi akiwa ameduaa. Itaendelea, usikose kufuatilia episodi ya 7. Bado kuna vingi ya kujifunza kupitia hii simulizi.